بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى، kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa katika somo la hadithi al-40 an-nawawiyya li Sheikh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah ta'ala. ومعنا اليوم الحديث الثامن عشر. نلeo tunayo hadithi ya 18. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى المؤلف: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. anasimulia hadithi hii kama anavyoeleza muallif an Abi Dharr, kutoka kwa Abi Dharr. Abi Dharr huyu ambaye ni Jundub ibn Junada, aitwa Jundub ibn Junada, wa Abi Abdurrahman, na pia kutoka kwa Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman huyu ambaye ni Muadh ibn Jabal radiyallahu anhuma, Allah waridhiha wote. Wanaisimulia hii hadithi an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Qal, amesema: ittaqillaha haythuma kunta, mche Allah, muogope Allah popote utakapokuwa. Ittaqillaha haythuma kunta, muogope Allah popote utakapokuwa. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, wa atbi'i sayyi'ata, nafuatisha jambo baya, nafuatisha jambo baya, alhasanata, jambo zuri, tamhuha, italifuta hilo baya. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata, nafuatisha jambo baya, jambo jema, tamhuha, italifuta hilo jambo baya. Kwa maana ikiwa mtu atafanya jambo la madhambi, jambo baya, basi anatakiwa yeye afanye badala yake lililokuwa zuri, jambo jema. Lile jambo jema hile linakuwa niaba ya jambo baya alilofanya, kwa maana lije kufutwa lile baya ambalo alitakuliza kulifanya kimakosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, tangamana na watu kwa tabia njema, amiliana na watu kwa tabia njema, ishi na watu kwa tabia njema. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, tangamana na watu kwa tabia njema. Hii hadithi hii rawahu at-Tirmidhi,
imepokelewa na Imamu Tirmidhi. وقال na Imamu Tirmidhi akasema hadithun hasan, kwamba hii hadithi ina daraja la hasan. Wa fi ba'dhi nusakh, na katika pokezi zingine, nusakh zingine, maandishi katika baadhi ya nusakh zingine imekuja hasanun sahihun, kwamba ni hadithi daraja ya hasan tena ni sahihi. Haya ni masala ya takhrij, kwa kuwa ni bado uwezo wenu pia haujafikia huko, lakini al-Imam al-Fawzani hafidhahullah ta'ala katika al-Minha ar-Rabbaniyya fi sharh al-40 an-Nawawiyya ameleta ufafanuzi kwa ufupi ya kwamba al-farq baina al-hadith al-sahih wal-hadith al-hasan, tofauti kati ya hadithi sahihi na hadithi hasan, kwamba anna sahiha aqwa min al-hasan, hadithi sahihi ina nguvu zaidi kuliko hadithi hasan, kwa maana kidaraja hiyo ina nguvu. Fasahihu huwa ma rawahu adlun, na hadithi sahihi ni ile ambayo imepokelewa na muadilifu tamu dhabti, jina ambaye ametimia, yuko timamu katika upande wa kuhifadhi. Fi bidayati as-sanad, mwanzo wa sanadi, ila nihayati, mpaka mwisho wake. Ma'a salamati min ash-shududhi wal ilal, pamoja na kusalimika na kuwashadhi na ila dosari. Wal hasan, hiyo ni hadithi sahihi. Wal hasan, nakasema hadithi hasan huwa ma rawahu adlun khafifu ad-dhabt, ni ile ambayo imepokelewa na mtu ambaye ni mwadilifu, lakini ni hafifu ad-dhabt, hifadhi yake kidogo iko hafifu, yani maana yake hakuwa na nguvu zaidi katika upande wa hifadhi. Hiyo hali inapatikana katika watu, ni hali ya kibinadamu hiyo. Kuna mwingine anakuwa na uwezo kuhifadhi zaidi madhubuti, alafu kuna mwingine kidogo inakuwa ni hafifu katika dhabt. Na hivi ndivyo pia walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, walikuwa hivyo. Na wengine ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza hadithi mwanzo mpaka mwisho tayari ashayuka kichwani, na anatoka hapa na kuizungumza vile vile anaifikisha sehemu nyingine. Wapo masahaba walikuwa hivyo, na kuna wengine ilikuwa hifadhi zao kidogo zinakuwa ni hafifu dhabt. Fayakhtalifu min jihati ad-dhabti faqat, na inatofautiana katika upande wa kudhibiti tu, upande wa hifadhi, yani tofauti yake ni katika upande wa kudhibiti. Wa illa falhasanu min qismi as-sahih, na isipokuwa vile vile hii hadithi hasan ipo katika kifungu cha hadithi sahihi pia. Kama isema hadithi hasan pia nayo ni sahihi, ni katika hadithi sahihi vile vile. Illa annahu aqallu daraja min as-sahih, isipokuwa hii hadithi hasan kidogo ina uchache wa daraja, yani iko chini kidaraja kuliko hadithi sahihi. Lima fihi min khiffati ad-dhabti ba'd ruwatihi, kwa yale aliyopo inapatikana ndani yake katika upande wa uhafifu katika hifadhi baadhi ya wapokezi wake. Tumeelewana kwa taarifu hii ambayo imeleta Sheikh, ndio taarifu ya hadithi sahihi na hasan. Sema hadithi sahihi, hadithi hasan, zote zipo katika daraja ya hadithi sahihi. Hii hadithi hasan vile vile ni hadithi sahihi pia, lakini hii hadithi hasan imepungua kidogo uzito, kwa sababu wapokezi wake kidogo ilikuwa kwanza ni waadilifu, wala hawana shaka, lakini hifadhi yao ilikuwa chini kuliko na ile hadithi ambayo inapokelewa na watu ambao ni
adilun ni mwadilifu, ni udul ni mwadilifu, lakini na pia ni qawi dhabt, boko vizuri katika upande wa kuhifadhi. Hii inabidisha kuwa haki na ni sahihi moja kwa moja. Tumeelewana na ufafanuzi huu? Kwa hiyo hadithi hii inatufunza sisi kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Popote utakapokuwa tanguliza hofu dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huo ndio muraqaba bainaka wa baina Allah. Ndio mafungamano hayo. Na ndio uchungaji ulioko baina yako wewe na Allah. Katika mambo ambayo yaliyokuwa muhimu ambayo watu wanatakiwa wayazingatie sana waumini ni kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, kuweka mafungamano baina yako wewe na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu ambacho kilichokuwa cha ulazima, kitu kilichokuwa muhimu sana, kwa sababu usipomchunga Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuogopa yeye katika hali yoyote atakapokuwa, popote atakapokuwa, basi kuna urahisi sana mtu kujiingiza katika mambo ya haramu. Lakini utakapokuwa unamuogopa Allah na unamchunga Allah subhanahu wa ta'ala, kila utakalotaka kulifanya basi lazima kwanza nafsi yako itasita kwanza, na ndio ucha Mungu. khalid dhanuba saghiraha wa kabiraha dhaqa tuqa, mshairi anasema hivyo. Acha madhambi makubwa yake na madogo yake, huo ndio ucha Mungu. wa'mal kamashi fawqa ardi ash-shawki yahdharu ma yara, fanya kama mtembea kwenye ardhi yenye miba akiwa anachukulia tahadhari yale anayoona zile miba anazoziona. Unapotembea katika ardhi ya miba inakuwaje? Unachukua tahadhari, si ndio? Kwa hiyo ndio mcha Mungu anakuwa hivyo, kwa sababu wakati wote huwa anamchunga Allah. Je, hapa mimi sikosei? Nikiingia hapa siingii kwenye makosa? Yaani unakuwa wakati wote anakuwa ni mtu mwenye kujichunga. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ittaqillaha haythuma kunta. Haythuma dhafia dhafu gani? Almakan. Ittaqillaha haythuma kunta, mche Allah popote utakapokuwa. Popote utakapokuwa tanguliza uchaji juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja sana ala kulli ahyan, fi kulli ahyan, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kumchunga yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ittaqillaha haythuma kunta, mche Allah popote utakapokuwa. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata, nafuatisha jambo baya jambo jema, tamhuha, italifuta hilo baya. Hivi ndivyo anavyotakiwa awe muumini. Ukijikuta umeteleza ukaingia katika jambo la haramu, fanya jambo ambalo silo, basi tafuta wema wowote ufanye, ili ule wema sasa uje kuufuta ule uovu ambao uliofanya. Unaelewa vizuri? Ule wema itakuwa ni sababu ya kuufuta ule uovu ambao umetangulia. Tamhuha, hamdulillah. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan, wa khaliqin nas bi khulqin hasanin, tangamana na watu, ishi na watu kwa tabia njema. Yajibu ala almuslimin an yattaqi Allah bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Ni jambo ambalo lenye kupasa kwa mwanadamu amche Allah subhanahu wa ta'ala na amtii yeye, na aache kila lile kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kila analojua kwamba haya ni maasi, huku ni kumwasi yeye,
maasiyatihi wa tarki maasiyatihi, na aache maasi yake, kwa maana maasi ya kumwasi yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqwa hiya fi'lu ma amara Allah bihi, maana ya taqwa ni kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Wa tarku ma naha anhu, na ma naha Allah anhu, na kuyaacha yale yote ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. لأن هذا يقيه من عذاب الله وغضبه. kufanya hivyo sasa, kufanya hayo ndio yanamkinga mtu kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hasira zake. Ukiishi katika hayo, yani at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina Allah wiqaya, maana ucha Mungu kuweka baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, unaweka kizuizi wa baina adhabillah wa ghadabihi, na baina ya adhabu za Allah tabaraka wa ta'ala na hasira zake. Pale katikati pale unaweka ucha Mungu, yani maana yake ucha Mungu ule ndio unakuwa kinga, ili wewe usivuke kuja kumgusa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuudhi, kwa sababu ukimuudhi yeye ni utasababikiwa wewe na hasira za Allah na adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapofanya ucha Mungu, yale ambayo aliyoyaamrisha unayatekeleza kwa utiifu, na aliyoyakataza unajiepusha nayo, maana yake tayari wewe umeshaweka ngao. Umeweka ngao hapa, hii ucha Mungu ndio uko katikati hapa. Usiweze kutoboza ukavuka mipaka, kwa sababu Allah tabaraka wa taala haddada hududan hadda hududan fala ta'taduha. Ameweka mipaka Allah, na usikiuke mipaka hiyo, usipituke. Na kadhalika ametueleza ala wa inna likulli malikin hima, ndio hatujafika watu tumepita. Elewa kila mfalme ana mipaka, si ndio? Wa inna himallahi maharimuhu, wa hakika mipaka ya Allah ni yale aliyoharamisha. Kwa hiyo wewe ukiingia yale aliyoharamisha, maana yake umevuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kujikataza kwako wewe ndio ucha Mungu, kujikataza na yale aliyoyakataza ukayeepuka, maana yake ndio ucha Mungu, na kuyaendea yale aliyoyaelekeza yale ndio ucha Mungu. Kwa hiyo sasa itakuwa wewe utakapoyafanya yale mema na ukayaacha maovu, umeweka ngao baina yako wewe na baina ya hasira za Allah na adhabu zake. Usimkosee Allah, ndio unaweka katikati hapo, unaweka ucha Mungu, ndio inaitwa takwa. Sasa anaposema ittaqillah haithu ma kunt, ucha Mungu ndio huu, ucha Mungu ndio huu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufunza na kutuelekeza ya kwamba mche Allah popote utakapokuwa, nafuatisha jambo jema, jambo baya kufanya jema, fuatisha jambo baya kufanya jambo jema. Umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala ukafanya jambo baya, basi sasa badala yake tafuta jema lolote, wema ufanye, ili iwe sababu ya nini? Kufuta huu uovu ubaya ambao uliofanya. Na ikisemwa hivi, haina maana kwamba mtu ayaingie maasi maksudi kwa kusema nitafanya mema, nitafuta haya. Haina maana hiyo, haina maana hiyo. Inakusudia kwamba mtu anapokuwa amemkosea Allah tabaraka wa taala, ameingia katika jambo la haramu, na kila mmoja anakosea, au sivyo? Ima binafsihi au min ash-shaytan. Inawezekana mtu binafsi yake akajikuta tu kwamba amegharibiwa katika hali kama hiyo, akajikuta ameingia katika jambo la haramu.
au shetani, ndo kazi yake shetani, anyuzilla an-nas, kuwatelezesha watu. Kwa hiyo utakapojikuta umeingia katika jambo la kumwasi Allah, basi rudi nyuma na kufanya jambo ambalo lenye kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, iwe sababu ya kufuta hili ambalo limetangulia. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan, na pia tangamana na watu kwa tabia njema. Inatakiwa watu waishi kwa tabia njema. Yaani unataka wewe usifike katika maisha yako yote, hakikisha kama wewe unasifika na tabia njema. Yaani kama mtu akikutaja wewe anakutaja kwa sifa ya kukutaja una tabia njema. Na haitakuwa jambo zuri, jambo la sawa ikaonekana kwamba mtu akikutaja wewe basi katika kila pembe wewe anakusifu tabia mbaya. Sio ucha Mungu huo, bali ucha Mungu ni kusifika na tabia njema. Ndio ucha Mungu. Ucha Mungu kusifika na tabia njema. Hilo ni jambo la sawa ambalo Mtume sallam anatuelekeza. Wa khaliqin nas bi khulqin hasan, naishi na watu, tangamana na watu kwa tabia iliyokuwa nzuri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik